mikubali, nisamehe sinidhili, unipena jema hali, mwisho niwe na rasuli. Ilahi mikubali, nisamehe sinidhili, unipena jema hali, mwisho niwe na rasuli. Ilahi nikubali, nisamehe sinidhili. Ilahi nimekujia kwa imani na yakini, upate kunifutia dhambi zilo kitabuni. Mimi nimetubia, nikubali rahamani. Ilahi nikubali, nisamehe sinidhili, unipena jema hali, mwisho niwe na rasuli. Ilahi nikubali, nisamehe sinidhili, nakubali mekuasi, na wewe wanisitiri, mengi hayana kiasi, maovu yalo ya shari, lakini sasa basi nimerudi kwenye kheri. Ilahi nikubali, nisamehe sinidhili, unipena jema hali, mwisho niwe na rasuli. Ilahi nikubali, nisamehe sinidhili. Iwapo watumaini قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم الحمد لله على نعمة رمضان، اللهم الحمد لله على نعمة العافية والسلام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله شكرا على نعام منه تترا، احمده سرا وجهرا وبالغدو والآصال،
وأصلي وأسلم على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، إنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، فها نحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت وحسن الختام يا علام. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، الطف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عسير، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وفروجنا من الفواحش وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا كل أعمالنا يا أرحم الراحمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أوصيكم وإياي بتقوى الله. Watukufu wa Islam, na wahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Taqwa Allah ni kitu cha pekee ambacho mwanadamu kitamfaa hapa duniani na kesho akhira. Ni nini taqwa? Taqwa ni kuweka baina yako na baina ya Mwenyezi Mungu kizuizi ama kinga kitakacho kukinga kutokamana na adhabu za Mwenyezi Mungu, hasira za Mwenyezi Mungu, nguvu za Mwenyezi Mungu, kila kile ambacho kinaumiza kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ukatafuta sababu ya kujikinga nacho. Ndio maana ya taqwa. Mwenyezi Mungu anaposema wattaqun nar, uogopeni moto, sio kwamba tuogope moto, tumuogope yeye aliyeumba moto akauweka kwa ajili ya wale watakaomwasi. Kwa hiyo tumuogope Mwenyezi Mungu kwa kuziogopa sifa zake za adhabu, tumuogope Mwenyezi Mungu kwa kuogopa sifa zake za kutesa, na tuogope moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufuata maamrisho yake na kukatazika na makatazo yake. Na takwa ndiyo zawadi ambayo Mwenyezi Mungu ametuambia tuichukue. Katika suratul Baqara, maudhui ya haji, Mwenyezi Mungu anasema alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Chukueni zawadi. Mahujaji wanaambiwa chukueni matumizi, chukueni hela za kutumia njiani. Maneno haya aliyasema Allah pale watu wa Yemen walipokuwa wanasafiri bila kuchukua masarifu ya kutumia njiani.
wakiulizwa walikuwa wanasema anakhudhu at-ta'am lima la yut'imuna wa nahnu nazuru baita, kwa nini tuchukue chakula, kwa nini asitupe chakula yeye wakati sisi tunakwenda nyumbani kwake? Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sisi tunamzuru yeye, tunakwenda kwake kwa sababu ile ni nyumba yake, kwa yeye atupe chakula. Allah akawaambia hizo ni fikra batil. Mnapotaka Mungu akupeni chakula ni fikra potofu, kwamba mnatarajia zikija sahani kutoka mbinguni mtakula kweli, kama walivyosema Bani Israili kumwambia Nabii Musa, watu wa Nabii Isa walipomwambia ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama, hivi Mola wako anaweza kututeremshia meza ya vyakula kutoka mbinguni? Qala taqullaha in kuntum mu'minin, Nabii Isa akawaambia hilo linawezekana na litawezekana kwa kumcha Mungu. Basi kusema nuridu an nakula minha, mwambie yalete. Ilipoletwa kuleni, wakasema hatuwezi kula, hatukumuona mpishi wake. Vipi chakula kitoke juu? Nani anapika huko? Mungu anapika? Na vitu kama hivyo na maswali mengi na mengi tena. Nabii Isa akawaambia ikiwa hamtokula na ikiwa mtakataa kwamba hicho chakula kinotoka kwa Allah, Allah anasema fa inni u'adhibuhu adhaban la u'adhibuhu ahadan min alalamin, nitakupeni adhabu ambayo sijawaipo kumpa katika viumbe wangu. Wakasema pamoja na hayo lakini hatuli. Nabii Isa akawaita mafukara na maskini wa mjini, akamwambia kuna chakula kutoka kwa Mungu. Wakavamia wakala, kwa baraka ya chakula kile kila alokuwa na maradhi akapona. Walokuwa wamegoma kula wakajuta, bora wangekula. Sasa Mungu anapokuletea wewe kitu hasa ambacho hujui kinatoka wapi au kinatoka mbinguni, ukiambiwa utaogopa kula. Sasa tumia mwenyewe kinachotoka nyumbani kwako, usitafute kujionyesha kwamba kikija chakula kutoka juu utakula, wakati kumbe imani hiyo huna. Watazawwaju fa inna khayra zadi taqwa, chukueni zawadi, hakika zawadi bora ni kumcha Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, sisi sote hapa ni watu ambao tunataka kuwa na maisha bora katika dunia, na sote hapa ni watu ambao tunatamani kubarikiwa katika maisha yetu na umri wetu mpaka kufa kwetu. Na kama kuna mmoja ambaye hataki maisha bora, aseme kwamba mimi nimekuja tu duniani, lakini wala sitaki maisha mazuri duniani, wala sitaki baraka katika umri wangu. Mimi nataka tabu, nataka dhiki, nataka mateso. Hakuna mtu anayependa haya. Ndio maana tunafanya biashara. Ukiulizwa kwa nini unafanya biashara, nataka hali yangu ya maisha, watoto wangu, mimi mwenyewe, ndugu zangu, tuwe katika better position ya maisha. Na vitoto hivi vinavyonitegemea viwe vitasoma, vitakwenda, vitarudi, vinakula, vikiumwa najua kuvitibu. Kikitokea chochote naweza kujiondoshea matatizo. Maisha ya siku hizi kila kitu inahitajika hela, ndio maana tunakwenda mbio. Bali tunafika pahala tuna sacrifice maisha yetu kwa sababu ya kutafuta shilingi. Sote tunataka maisha mazuri, na wengine uhama kutoka nchi mpaka nchi nyingine. Ukiulizwa unafanya hivyo kwa nini, sema nahangaika, natafuta angalau Mungu siku moja na mimi atanimurika, atanijalia maisha bora. Hii ni umnia au ni tumu, ambition ya mtu yoyote. Na ndio maana tukimaliza kusali tunasema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ya Rabbi, tupe katika dunia maisha mazuri,
hasana, mazuri. Ulama walipoulizwa nini maana ya hasanatun fi dunya, wakasema afya, mke bora, nyumba nzuri, kipando kizuri, na wewe mwenyewe kuwa huna stress, umetulia, umepata saada, furaha ya dunia. Sasa nani asiyoyataka hayo? Hakuna hata mmoja atakataa kwamba anatafuta maisha mazuri yeye na kizazi chake. Kisha kila mmoja anataka baraka, ndio maana unatoa zaka, kama huna unatoa sadaka, kama huna unafanya chochote angalau watu wakuombee dua ili ubarikiwe. Jamani, niombeeni dua, naanzisha biashara fulani, nimefungua duka. Jamani, niombeeni dua, na safari ya kwenda wapi, nataka kuanza sasa biashara. Mashekhe, njoni kidogo, nimepata shamba, niombeeni. Kila kitu unatafuta nini? Unatafuta baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili kesho upate nyingine na nyingine na nyingine. Hicho ni kitu ambacho hawezi kupinga mwenye akili, hawezi kupinga Muislamu yoyote, kwamba wala si Uislamu mzuri ule mtu kuishi fukara, wala hajawa mtu kwamba kuwa maskini kupindukia ndo dalili ya uchamungu na imani. Haiwezekani. Ndiyo maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoyajua hayo kwamba kila mtu katika watu wenye akili timamu atapenda awe na maisha mazuri na atapenda awe na baraka katika maisha yake hayo. Sasa leo tutaishi katika hadithi moja tu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyokuja kutatua matatizo haya ambayo tunaishi nayo ya kutokuwa na maisha bora au ya kutokuwa na baraka katika umri. Katika hadithi sahihi Bwana Mtume anasema, man arada an yubsata lahu fi rizqihi, mtu yoyote anayetaka kukunjuliwa. Kukunjuliwa maana yake ni kupewa kwa nafasi, kupewa riziki. Riziki maana yake ndo nini? Chakula, kinywaji, kipando. Riziki ni katika mali ambazo Mungu atakupa na maisha yako yote, ndo riziki. Riziki ukisikia ni nini, maana yake ni kile ambacho kimekuwa katika milki yako, min maakulin wa mashrabin wa markabin wa maskanin wa halum majara. Kila kilichokuwa kiko katika milki yako, umekipata, ni bahati yako, maana yake Waswahili wanasema ni riziki yake. Sasa riziki inapokuwa nyingi na inapokuwa kidogo, anatakiwa atambue aliyepewa kwamba mpaji ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wala si yeyote mwingine. Fa amma al-insanu, ni bahati yako, maana yake Waswahili wanasema ni riziki yake. Sasa riziki inapokuwa nyingi na inapokuwa kidogo, anatakiwa atambue aliyepewa kwamba mpaji ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wala si yeyote mwingine. Fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla, mtoaji ni mmoja tu, japokuwa amekupa wewe kidogo, amempa yule kingi ili maisha yapate kwenda kwa nidhamu, na yeye ndo mwenye kujua hekima ya kumpa yule nyingi na kumpa yule kidogo, hekima ya kukunyima wewe kabisa na kumpa yule nyingi kuliko kupindukia. Hekima anazijua mwenyewe. Wa minan nasi, na wapo baadhi ya watu wengine, man la yasluhu haluhu illa alfaqru, wapo katika sisi ambao hakuna kitakachoitengeza hali yake isipokuwa ufukara. Walau aghnaytuhu la fasada halu, na lau ningemtajirisha hali yake ingekuwa mbaya sana. Mwenyezi Mungu anasema hivyo katika hadithi al-Quds. Wapo miongoni mwa binadamu ili hali yake iwe tulivu na ametulia, basi apate riziki kidogo.
apate riski finyu. Leo anapata nusu kidogo, kesho inamtosha kati na kati, kesho mlo mmoja, baadaye hapati kabisa, kesho kutwa anapata milo miwili. Ile ndo inamfanya anakuwa stable katika maisha yake. Walau aghlaituhu, na lau ningempa zaidi, la fasada haluhu, ingefisadika hali yake. Mimi nikupe mfano, kuna baadhi ya vijana hutupita huko mitaani na mahonda yale yanaopiga kelele. Ukichunguza sana, kumbe kamwazima rafiki yake. Inakuwaje kama ingelikuwa ni la kwake yule? Anapopita mbio hapa mpaka masikio yakazodoka, na akafanya kama kwamba haoni kwamba anakera watu. Honda si yake, kaazima ili apate kwenda kufanya kero kwa watu wengine. Analaaniwa na watu wangapi kila anapopita? Je, angekuwa yeye ndo anamiliki, tena sio moja, anamiliki mawili mpaka matatu, angewakodishia wenzake wahuni kama yeye, ikawa mtaani hakukaliki. Ili asipate kulaaniwa na kila mmoja, angalau awe anaazima kwa mwaka mara moja anapewa, alaaniwe kidogo tu. Maisha Mwenyezi Mungu anayapanga tena kutokamana na faida yetu sisi wenyewe. Na wala sidhani yule aliyepewa riziki mpaka ikapindukia kwamba ndo dalili ya kupendwa kwake, na pia yule aliyenyimwa kabisa kwamba ni dalili ya kuchukiwa kwake. Masala yapime kama hivyo tulivyozungumza. Bali Abu Tamam anasema qad yun'imu Allahu bilbalwa wa in 'azamat wa yabtali Allahu ba'dha an-nasi bin-ni'ami. Mwenyezi Mungu huwapa watu mitihani kwa kupitia neema. Yani Mungu hukupa wewe mtihani lakini kwa kupitia neema. Yani maana yake hukupa majaribu kwa kupitia uwezo wa afya, uwezo wa mali, uwezo wa kila ambacho ni cha uwezo. Mungu anakupa, kumbe anakupa mtihani. Wayabtali ba'dha an-nasi bin-ni'ami wa yun'imu ba'dha an-nasi bil-balwa. Kama anavyowapa mtihani baadhi ya watu kwa neema, na wengine huwapa neema kwa mitihani. Hii ni falsafa ya hali ya juu kabisa ambayo hakuna mwenye kuionja isipokuwa yule anayemjua Mwenyezi Mungu kwa ndani. Yani mali mara nyingine huwa ndio balaa, na balaa mara nyingine huwa ndio mali au neema. Sio mara zote. Qad, lugha ya Kiarabu ukitumia qad yufidu at-taqlil, yani baadhi ya wakati hutokea hayo kwamba mtu akawa tajiri kupindukia, mtu akawa amemiliki kupindukia, lakini kumbe ikawa ndio mtihani wake, mwenyewe hafahamu. Lakini kila aliyemiliki huonekana kana kwamba Mungu amempenda, na watu wakasema mwenzetu ana bahati, mwenzetu ameukata, mwenzetu amejaliwa, mwenzetu amebarikiwa, mwenzetu. Ikawa sisi tunauma vidole, akipita tunamhusudu, tukimtizama tunamtizama kwa macho ya hasadi. Lakini kama yeye mwenyewe anajua kwa nini Mungu amenipa, liyabluwani ashkuru am akfur. Na watu wote waliopewa walikuwa maneno haya wakiyasema mara kwa mara. Hakuna katika watu waliopewa kama Nabii Suleiman. Hata tokea katika hii dunia mtu aliyekuwa amepewa kama Nabii Suleiman. Nabii Suleiman alipokuwa anaona thamani na matunda ya yale aliyopewa, alisema maneno haya: Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Rabb, niwezeshe nikushukuru kwa hii neema ulionipa. Lakini hii si neema tu. Watu walipokuwa wameyaona maajabu makubwa aliyoyafanya, wakati alipokusanya mawaziri wake akawauliza, ayyukum yatini bi'arshiha qabla an yatuni muslimin.
ni nani kati yenu ananiletea kiti cha Balqis malkia wa Sheba kabla hawajafika hapa? Qala ifritun min aljin, ifriti akasema ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, nitakileta kabla hujanyanyuka, kabla hujasimama. Kiti nitakitoa Palestina, Yemen, nitakileta hapo. Suleiman akasema huyu anachelewa. Yupo mwingine alikuwa na haraka zaidi ya huyo. Qala alladhi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Hapa ndipo mahala shahidi. Mmoja akasema mimi nitakileta kabla hujapepesa macho yako, kufumba na kufumbua. Akasema lete. Kufumba na kufumbua, kweli kiti kikawa kiko mbele yake. Suleiman akasema hizi ni fadhila za Mola wangu, akusema ni zangu mimi. Liyabluwani, haya alionipa ya kuweza kufanya mambo makubwa kama haya, anataka kunijaribu. Ndiyo, amenipa, ameniwezesha, lakini kumbe anataka kunijaribu. Qad yun'imu Allahu bilbalwa, huenda Mungu akakupa neema lakini kupitia balaa. In adhumat, hata ikiwa kubwa kiasi gani neema, lakini balaa. Wayabtali Allahu ba'da an-nasi bin-ni'ami, na Mwenyezi Mungu huwapa watu balaa, lakini kumbe ndo neema yao. Kumbe kule kuugua kwako wiki nzima ilikuwa ndo kheri. Ungepata afya kipindi cha wiki ile, ingekuwa balaa tupu. Basi kila kinachokujia wewe katika maisha yako, sema subhana malikin nasi, yeye aliyenifanya mimi hivi, kuna mambo ni lazima anataka kwangu. Sasa kama ni ukunjufu wa riziki, sema alhamdulillah. Kama ni ufinyu wa riziki, sema alhamdulillah, kwa sababu hujui khairi iko wapi. Pengine iko katika upungufu, pengine hapo katika wingi ndo penye khairi yako, ndo Mungu akakupa. Kwa sababu kila siku unamuomba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. Sasa hasana yako wewe ni hiyo. Wala usiseme da'autu falam yastajib li, mara ngapi nimemuomba hanipi, mbona mimi hanisikii? Mwenzangu umetumia methodology gani mpaka wewe umepata? Mungu unayemuomba we nani mpaka ukafika huko? Kisha ukafika kumtuhumu we Mungu, we si umesema dua ya mwenye kufunga huirudishi? Ramadhani ngapi mimi nimefunga na kuomba kimeti tiki kihonda tu sijapata mwaka huu. Manake wewe una lazima kwamba Mungu sasa mimi nakurudisha pahala ambapo upate kuwa na imani kidogo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema dua yoyote itakapoombwa, Mwenyezi Mungu ana mambo matatu anakufanyia wewe mwenye kuomba dua. Sahihi, amesema ud'uni astajib lak. Lakini Mwenyezi Mungu ukiomba, in kana alkhairu fi at-ta'jili ujri, kwa mapenzi yake yalivyokuwa makubwa kwako, ikiwa kuna khairi katika hilo uloliomba, basi haraka haraka Mwenyezi Mungu atakupa. Ikiwa hakuna khairi, ndio utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuchelewesha. Na mara nyingine huko kucheleweshwa usifikiri kwamba ndo hupendwi. Umeomba leo unapata baada ya miaka 10, kwa sababu ningekupa katika kipindi kile mazingira yake yangekuwa mabaya sana kwako. Kama mfano wa mtoto na babake. Baba anapomwambia mtoto wangu nasafiri na kwenda Dubai, mtoto akamwambia baba niletee bunduki na risasi 5. Na mimi nakupenda sana mwanangu, nitakuletea. Baba umeombwa na mwanao, wewe ndo mwenye kutizama, je, hii bunduki na risasi 5 ni shay'un munasab kwake? Inaendana kweli? Ndo kila anachotaka nimpe mwanangu? Baba yetu unampenda sana mwanao, kaenda huko ukanunua.
ukafanya mbinu zako mpaka ukamletea hii hapa, chuma hichi mwanangu, kamata. Ataifanyia nini yule mtoto kama zile toy zile? Lakini hii ya ukweli ataua. Humpi mtoto kila anachokiomba. Huu ni mfano. Na Mungu hakupi kila unachokiomba, lakini anatizama ulichokiomba. Je, kinaendana na mazingira yako? Kuna watu hawasali mpaka wawe katika hali ya ukosefu, anamwabudu Mungu huyo, anakuwa mcha Mungu huyo. Akija akipata 200,000 tu msikitini hayupo tena, mpaka zishe ndo atakuja tena. Kuna watu wakiwa na hela hawataki ibada, hawataki ibada. Sasa Mungu anavyokupenda wewe, bora akunyime kila siku, akuone iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kakutakia kheri, kakutakia mabaya, au akupe 200,000 uwe unaonekana katika vilabu vya usiku tu, unalewa tu mpaka unalewa. Ipi kheri iko wapi? Na mara nyingine ukiona unaomba upewi, ni dalili pia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yastani, anapenda kukusikia kila wakati. Unapokuja unaomba, Mwenyezi Mungu anamwambia Jibril, akhirhu shway, mcheleweshe, fa ana uhibbu an asma', mimi napenda kila wasema ya rab ya rab ya rab. Hii kusema hivyo ya rab naipenda, nataka isikatike kati yangu na yeye, kila wakati aone ananiomba. Allah anapenda kuombwa. La tasalanna bunayya adama hajatan, usimuombe binadamu haja, wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu, muombe yule ambaye milango yake haina pazia. Allahu yaghdabu in tarakta sualahu, Mwenyezi Mungu anakasirika usipomuomba. Wa bunayya adama hina tasaluhu yaghdabu, na mwanadamu ukimuomba yeye ndo anakasirika, lakini Allah usipomuomba yeye ndo anakasirika. Kwa hiyo naomba ya Jibril, la tu'tihi hajata fa ana uhibbu an asma'ahu yaqulu ya rab ya rab. Usimpe bado, usimpe kila siku, nataka aite ya rab ya rab mpaka alie. Lakini unawezekana siku nyingine ukaomba tu ukapewa, na ukaona Mungu ananipenda kweli kweli, au umesharifu, maana sijasema Mungu kanipa. Allah, Mungu ananipenda. Kumbe huwa anamwambia Jibril, ya Jibril, ana la uhibbu an asma' sauta, mimi hata kusikia sauti yake usitaki, mpe haja zake aondoke haraka. Na sawa hii utaiona hata kwa wale matajiri ambao Mungu amewapa hapa duniani. Mara nyingine ukienda kwa tajiri, ukiona umeingia tu umepata haja yako, sio dalili kwamba anakupenda. Kachoka na we, hataki umwangaishe. Huyo anakuja, hebu angalia hapo, mpe. Wewe ukipewa, bwana yule hanirudishi, nikienda sio hakurudishi, unamkera. Mwenye na mashughuli yake, we kila siku unakwenda tu. Lakini mara nyingine unakwenda, bwana nimekuja hali mbaya, kaa hapo kwanza tuongee kidogo. Unaongea we, unaota tu. Yeye kasahau kabisa, bwana mimi hajaza, usiwe na wasiwasi, ngoja kwanza tunatia story kidogo, tunaongea. Hayo yapo, kama mtu hajawahi kuyaona hayo yapo. Mimi ninao sahibu zangu wengi wana uwezo mkubwa, mara nyingine nikifika wanataka nilale hapo nikae. Bwana mimi nina shughuli zangu. Hapana, wana stanis, wanapenda ile kukusikia, kukuona, kuongea na wewe, lakini sio dalili kwamba umefika, nataka fulani, chukua, ondoka. Wananipenda, hawakupendi. Na hivyo ndo kwa Mungu pia, walillahi almathalul a'la. Mungu hana mifano, lakini hii ni mifano ambayo tunaipiga hapa duniani, na Mungu ametuonyesha, kwa sababu riziki za watu zinatoka kwa Allah, lakini zinapita katika mikono ya waja. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kuna mambo matatu katika dua. Kama kuna kheri anakupa, ikiwa kheri katika kukupa haraka ujil, wa in kana alkhaira fi at-ta'jil ujil, na kama kheri iko kukuchelewesha utacheleweshewa. Na mara nyingine huwa unaomba Mwenyezi Mungu akaona ulichokiomba mja wangu ni kitu kidogo sana, kwa mapenzi yangu yalivyo mimi nataka nikupe kikubwa.
usingeomba hiki, ungeomba hiki. Lakini kwa kuwa umeniomba mimi sikupi hiki, mimi nitakupa hiki. Ya Rabbi, nataka 400,000 mathalan. Allah kukwambia hapana, umeomba kitu kidogo sana, mimi nitakupa afya. Hutaugua maradhi wewe katika kipindi chote hiki utakachokaa. Hutopata wewe maradhi ya moyo, hutopata wewe tatizo fulani. Mwenyezi Mungu anakupa afya katika moyo wako, afya katika mwili wako, afya katika kiwiliwili chako. Bora uwe na afya au bora uwe na 400,000, lakini unakwenda unarudi, hospitali zinaisha zote na milioni zitakuja na bilioni, utamaliza. Afya ni kitu kikubwa sana. Sasa Mungu badala ya kile alichokuwa wewe umemuomba hakupi, anakupa kingine. Na kuna wakati Mwenyezi Mungu kile ulichomuomba hapa duniani hakupi, anasema adakhiruhu laka yaum alqiyama, na kuachia nitakuja kukupa siku ya kiyama. Lakini dua haipiti patupu, wala mtu asije akasema mimi naomba sijibiwi. Ni suul adabi ma Allah, ni tabia mbaya sana kwa kiumbe hasa Muislamu kusema sijatakabaliwa dua yangu. Mungu hajaishi na waja wake hivyo. Ud'uni astajib lakum, niombeni nitakupeni. Ndugu zangu, ikiwa ni hivyo basi, kila mmoja kati yetu anataka maisha bora, anataka afya njema, anataka mali na watoto, anataka nyumba nzuri na mke mzuri, anataka elimu kwa watoto wake, anataka baraka katika umri wake. Ndio maana tunaamka, tunakwenda mbio, tunarudi, tunakwenda, tunarudi tena. Wote wanatafuta saada. Wanaoamka alfajiri ukaona hata kusali hawasali, wanakwenda mazoezi, wanatafuta furaha. Furaha yenyewe mili yao ya physical fit, wasipate sukari, wasipate blood pressure, wasipate nini, wanatafuta furaha. Lakini hawajui kama furaha ya hakika kumbe inapatikana huku. Angekuja kwanza akasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akamwabudu Mola wake, alafu akafanya mambo yake mengine. Wanaokwenda maofisini wanatafuta furaha, wanaosema kwamba mimi wanatafuta, kila mmoja anatafuta furaha. Lakini kweli furaha inapatikana? Furaha ya hakika haipatikani huko. Furaha inapatikana unapokuja katika nyumba hii ukamwabudu Mola wako na ukaishi Kiislamu. Sasa Mtume anatuambia mambo mawili: man arada an yubsata lahu fi rizqihi, atakayetaka kukunjuliwa katika riziki yake, wa yunsa lahu fi ajalihi, na mwenye kutaka kucheleweshwa katika umri wake, falyasil rahimahu, afanye kitu kimoja tu, aunge koo yake. Ukitaka riziki kwa wingi, ukitaka baraka katika umri, yani ta'jil ni kucheleweshwa. Kucheleweshwa maana yake ulikuwa kijana uishi miaka 25, utacheleweshwa, utaishi miaka 50. Hiyo ndio maana ya hadithi hii. Tena hii hadithi sahihi. Sayyiduna Anas ibn Malik anaisimulia, man arada au man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, mwenye kutaka au kupenda akunjuliwe, afanyiwe kwa nafasi riziki yake, wayunsa yani wayuakhar, na acheleweshwe, fi ajalihi, katika muda wake wa kufa, falyasil rahimahu, na ayunge koo yake. Hii hadithi inatutosha kwa leo, lakini tutasimama katika kila hadithi kama bustani, namna tunavyotafuta maua mazuri tupate kunukia. Nini maana ya hadithi? Imelenga pale pale katika riziki, imelenga katika umri. Maana sote tunataka kula na sote hatutaki kufa. Allah anasema wajaat sakratul mauti bilhaqqi dhalika ma kunta minhu tahid. Hakuna mtu anapenda kufa. Ndio maana ukiumwa tu kidogo, niombe dua jamani, naona kama safari. La, unaombewa dua. Ukiugua kidogo, isije kuwa safari. Unaombewa dua kwa sababu unataka ukae. Ukiugua kidogo, unapelekwa matibabu kwa sababu hutaki kufa. Sasa ikiwa hali ni kama hiyo, kumbe hadithi ya Mtume hii hapa, kama kuna mtu anataka riziki kwa wingi na anataka umri mrefu, aunge koo.
lakini kama unayaamini maneno ya mtume. Kwa sababu wengine wakisikia hadithi, aya zinazungumzia vitu fulani fulani, wanaona upuuzi mtupu. Ndio maana yake nikishaunga koo yangu nitapata hela. Haya si kweli. Vipi unaamiliana na sunna na hadithi za mtu? Unaamini? Suala ni kuwa na imani na kile unachokifanya, kuwa na confidence, thiqatun maa hadha alkalam. Ni nani aliyeyasema? Ni nani aliyetuambia maneno haya? Ana cheo gani? Wewe unamheshimu kiasi gani? Unaishi vipi na hadithi za mtume? Hicho ndio kitu muhimu. Angalia sahaba. Kuna sahaba mmoja anaitwa Abu Bakr as-Siddiq, maarufu. Wakati mtume alipokwenda safari ya Isra na Mi'raj, hii ni safari nzito, ni safari ndefu, ni safari fupi, ni safari ya miujiza kuliko safari zote, kiasi kwamba inaambiwa mtume alipelekwa ndani ya usiku, alafu akarudi katika godoro lake, bado akalikuta lingali moto. Yani hakuondoka muda mrefu. Tena ni thabitun min alkitabi was sunna. Kisa cha Mi'raji kimethubutu katika Qur'ani na sunna za mtume, mutawatir. Zaidi ya masahaba 20 wamepokea hadithi ya Isra na Mi'raj, na aya zipo katika Qur'an. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa, na zipo katika suratul Najm. Thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayn aw adna fa awha ila 'abdihi ma yuha. Hizo zote ni Qur'ani zinazothibitisha kisa cha Mi'raj. Lakini kipimo cha safari yake mtume ni aqalla min tarafati ain, ni miujiza, na mambo aliyotusimulia ndani ya ni miujiza. Kutoka Maka kwenda Falastini, kuwasalisha mitume wenzake, kunyanyuka tena kupenda mbinguni, mbingu ya kwanza, ya pili. Na mwenyewe mtume anasema ma baina sama'in ila sama'in masirati 500 sana, kutoka mbingu mpaka mbingu nyingine ni mwendo wa miaka 500. Kwa nini asiende mtume Mi'raj baada ya miaka 500 ndo arudi? Hiyo 500 sio mbingu zote 7, mbingu mpaka mbingu nyingine. Alafu mbingu ziko 7. Kisha uende mpaka kwenye mkunazi. Mkunazi anaujua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unaitwa Sidratul Muntaha. Kisha baada ya hapo tena uelekee alikotaka Mwenyezi Mungu, alafu urudi ndani ya usiku mmoja. Alafu uje uwaambie watu wako Muhammad kwamba nimepelekwa, na wa kwanza ni Abu Jahl. Umepelekwa wapi? Baitul Maqdis usiku wa leo, ndio. Thumma asbahta baina dharanina, alafu umepambaukiwa hapa, ndio. Abu Jahl atulie kidogo, amwambie mtume utawaambia watu nikiwakusanya hapa, ndio. Kwa mara ya kwanza Abu Jahali anawakusanya watu kwa ajili ya wamsikilize mtume. Hajawahi kufanya. Mtume alipotangaza yeye ni mtume, alikuwa Abu Jahali ndo mwenye kuwakataza watu wasimsikilize. La tasma'u lihadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Msisikilize Muhammad, ana wazimu. Kwa mara ya kwanza njoni mumsikilize Muhammad. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekusanyiwa watu. Unasemaje? Usriya bi al-layla, nimepelekwa usiku. Wapi? Min huna ila Baitul Maqdis. Kisha umepambaukiwa hapa, ndio. Sema Muhammad umezidi, kwa sababu sisi tunakwenda kwa miezi 2 safari kwenda na kurudi. Wewe umeenda usiku, umerudi hapa asubuhi, haiwezekani. Watu wakasema kuna mtu anamuamini sana huyu, kila anachoambiwa na huyu mtu sadaqti, kamuiteni aje ashuhudie uongo wa leo. Akaitwa Abu Bakr. Abu Bakri sahibi yako anasema amepelekwa wapi? Amepelekwa Baitul Maqdis usiku, kisha akarudi asubuhi. Unamuamini? Akasema sadaq, mimi naamini. Wallahi ana uminuhu bi akthara ab'ada min hadha, mimi namuamini kwa zaidi ya safari hiyo. Angeniambia hajafika kule akaambiwa na mtu, angeniambia usiku wa leo ameenda mbinguni alafu akarudi, na muamini mimi Muhammad. Nakupa kisa hiki
ni kuonyeshe vipi unaamiliana wewe na hadithi za mtume. Unamwamini mtume? Abu Bakr anakuja anamuuliza, ya Rasulullah, nipe habari, usriya bi al-laila ya Abu Bakr, nimepelekwa usiku. Wapi? Bait al-Maqdis bi Iliya. Kisha anasema kisha baadaye nikarudi hapa. Mtume hajawaambia nimeenda mbinguni. Kama wamemkadhibisha kwenda Bait al-Maqdis, angesema mbinguni ingekuwaje? Wangemuua kabisa. Abu Bakr akasema sadaqta ya Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah. Wakampa mtihani, tusifie msikiti uko vipi? Mtume akausifu, kila akitaja sifa zake Abu Bakr akasema sadaqta ya Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah. Kila anaposema ni kweli ya Rasulullah, hivyo ndivyo ilivyo ya Rasulullah, mpaka akaitwa Abu Bakr as-Siddiq. Kwa hiyo akisema kitu mtume sio kitu cha mchezo, sio cha mimi na wewe na yule ambaye mpaka tuwapishane bwana hapa, na hatuoni vibaya kuwapa uongo. Lakini mtume akisema usema ukweli, kwa sababu kuanzia maisha yake yote Rasulullah lam yakdhib yawman, wa hakukadhibisha, hakusema uongo, wala sio taratibu zake, wala sio culture yake. Anasema sadaqta ya Rasulullah. Huu ni mfano vipi wenzetu wakimwamini mtume. Angalia mfano wa pili, Abu Khuzaima. Abu Khuzaima siku moja anamuona mtume yuko katika mazingira isiyokuwa mazuri na mmoja katika watu. Yule mtu alikuwa anamdai bwana mtume baadhi ya hela. Anamwambia, nipe Muhammad hela zangu. Mtume anamwambia, hela zipi? Akaambia, antum tumatiluna au tumatiluna fi duyun, nyie mkikopeshwa hamlipi, nipe pesa zangu Muhammad. Akaambia, hela zipi? Si nishakulipa deni lako? Akaambia, hujanilipa. Yule Abu Khuzaima anapita pale, anaona mtume anazozana na yule bwana, nimekulipa hujanilipa, nimekulipa hujanilipa. Mwisho Abu Khuzaima kufika akaona mawqif ni yale, akamwambia, bala laqad addaka Rasulullah wa laqad ra'aytuhu. Vipi unapinga wewe? Mtume alikulipa deni lako na mimi nilimuona. Yule bwana aliposhuhudiwa akasema, basi kama katokea shahidi yamekwisha Muhammad. Huyu bwana anashuhudia kama wewe ulilipa deni lako, kwa hiyo mimi sina tena cha kuongeza. Baadaye yule bwana mwenye kudai akaondoka. Mtume sasa akashangaa, anamuuliza Abu Khuzaima, wewe siku ambayo nilikutana na huyu bwana tukakopeshana hukuwepo, na siku niliyemlipa pia hukuwepo, alafu wewe unasema uliniona, ulishuhudia. Ulishuhudia vipi? Mtume hakumwacha, maana hakuwahi kushuhudia. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuuliza, lam yakun baini wa bainahu ahad, hakukuwa na mtu mwingine wa tatu. Vipi ulimuona? Asema, ya Rasulullah, ausaddiquka bi khabari as-samaa thumma ukadhibuka bi kadha dirham. Vipi ya Rasulullah, mimi ni kuamini kwa habari za mbinguni unazokuja nazo, ukituambia sisi tuamini na tunaamini, alafu nisiamini tu kama wewe ulimlipa huyu deni lake? Wallahi sikuwepo ya Rasulullah, lakini najua ulimlipa kweli. Sikuwepo mimi, lakini najua husemi uongo. Hicho unachokisema ya Rasulullah ni kweli, pamoja na kwamba sikuwepo, potelea mbali nisiwepo mara 100, lakini mtume usemi uongo. Ulimlipa huyu, vipi utasema uongo ya Rasul? Hii ni thika, kaifa kanu yataamaluna ma'ahu wa ma'a kalamihi. Imam Malik ibn Anas pale Makkah anasomesha hadithi za bwana mtume, na siku ya kusomesha hadithi Imam Malik utafahamu alikuwa akiamrisha watu, msikiti wote unafukizwa. Msikiti wa mtume ule ndio darasa zake pale, kule kuna hijri au hujurati za wake zake mtume, na mtume kazikwa pale. Basi yeye anadarsisha pembeni pale, wakija wanamuona katika mazingira mengine. Msikiti umefukizwa, msikiti kumbe unafukizwa. Sijui sisi kama misikiti yetu tunaifukiza.
Kisha wanaingia kule ndani, watu wanaona harufu nzuri, ni mahala pazuri, sio nyumbani kwako tu kunukie. Msikitini kunanuka. Misikiti mingi haiingiliki, hasa vioni. Misikiti mingi haiingiliki, mabusati yake ukisujudu unasikia harufu mbaya. Watu hawataki kufanya usafi katika nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kuna baadhi ya vijana wanazunguka kila msikiti, wanafanya kazi nzuri ya kusafisha. Hii ni kazi kubwa. Mtu mwenye kusafisha msikiti thawabu zake ni kubwa. Bali Mtume SAW aliona kaburi mpya, maana kafa mtu jana leo, akauliza hii kaburi vipi? Sasa yupo mtu kafa, wewe uko umelala, hatukutaka kukuamsha, tukamsalia, tukamzika. Nani? Yule mwanamke alikuwa akifagia msikiti, akisema yule anakufa, hamniamshi. Kaenda kamsalia pale pale na kishazikwa Rasulullah, kwa sababu ya shughuli zake zilizokuwa akizifanya. Tuweke misafi nzuri. Umeunga koo huungwa kwa kuwatembelea wao wakiwa wagonjwa, wakiwa wamekufa, na kufahamia na kuhimiliana nao katika matatizo mbalimbali. Unapoyafanya hayo, alimradi ukifanya ihsani yoyote kwa jamaa zako, hapo ndipo huambiwa kwamba fulani ameunga koo yake. Unapokuwa huna ihsani kwao, huwasaidii, wazuru wakiwa wagonjwa, wakifa huendi, hata maneno mazuri husemi nao, umewakata moja kwa moja, ziara hakuna, huyu ndo anaitwa aliyekata koo. Na kuunga koo thawabu zake na neema zake ni hizo, lakini dhambi za kukata koo ni zipi? Allah anasemaje? Fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Je, hili ndilo linalotarajiwa mkifika duniani mkafanya ufisadi na kukata koo zenu? Ulaika alladhina la'anahumullah, hao wakata koo ndio wale watu waliolaaniwa na Mwenyezi Mungu. Hao waliokata koo, ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum, akawafanya viziwi na akawapofua macho yao. Makosa ya kukata koo. Koo ilipoumbwa, huu ni mfano Mtume kautoa, kwamba ilikuwa katika arshi ya Mwenyezi Mungu inaning'inia, ikasema maneno, hadha almaqamu al'aidhi billahi bika min alqati'a, ya Rabb astajiru, najikinga kwako mimi, watu watanikata duniani huko, watu watakwenda watanikata, hawatonitumia vizuri. Ile koo ikawa inalia. Mwenyezi Mungu akaiambia, ayatuha arrahim, ewe koo, ala yurdiki an asila laki, hivi halikuridhishi wewe mimi ni muunge yule atakaye kuunga, wa aqta man qata'aki, na nimkate yule atakaye kukata? Koo ikafurahi, kasema naam bala ya Rabb, naridhika. Qala, Allah kasema, dhaliki laki, hilo umepata ewe koo, man wasalaki, atakaye kwenda kukuunga huko duniani, wasaltuhu, nami nitamuunga, wa man qata'aki, na atakaye kwenda kukukata, qata'tuhu, nami nitamkata. Ndugu zangu, iwapo utaunga koo yako kwa kutaka kabisa mambo haya aliyoyakusudia Mtume yakufike, yatakufika na utayapata. Leo hakuna kuunga koo, mtu anamtizama babake mzazi tu, na huyo babake mzazi kama si aibu kumwambia watu, bwana babako anakwenda uchi, asingemtizama. Usimwambie kuhusu ami, usimwambie kuhusu babu, usimwambie kuhusu binami, usimwambie kuhusu halo, usimwambie kuhusu shangazi, usimwambie kuhusu jamaa wote wengine waliokuwa mbali. Na anaweza akamwona ami yake anamgomba juu ya kitu, kwani wewe ndo babangu, wewe umenizaa? Yeye alonizaa hawezi kuniambia maneno hayo. Koo sio babako tu. Silatur rahim ni jamaa wote wa karibu na wewe ambao wanafungamana nawe kwa nasaba. Unapowaunga unapata fadhila kubwa sana.
Na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alithibitisha hilo zaidi pale bedui alipomwona Mtume anaingia, akakamata farasi wake. Anakamata farasi, anamwambia ya Muhammad, dullani ala amrin yuqarribuni ila aljanna wa yubaid baini wa baina an-nar, niambie, nataka uniambie kitu kidogo tu lakini kinanipeleka peponi, kinaniepusha na moto. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia laqad hudiya, huyu ameongozwa, laqad wuffiqa, ameafikiwa huyu kuuliza suala nyeti sana. Anataka jambo kwa ufupi linampeleka peponi, linamwokoa na moto. Hudiya. Akamwambia a'id ma qult, rudia tena, unasemaje? Anasema akhbirni bi shay'in yuqarribuni ila aljanna wa yubaid baini wa baina an-nar, niambie kitu kitakinipeleka peponi na kuniepusha na moto. Mtume akamwambia an ta'budu Allah wahda wa la tushrik bihi shay'a. Jambo la kwanza, ukitaka kwenda peponi, muabudu Mungu peke yake, usimshirikishe na yeyote awali. Pili, an tuqima as-salat, simamisha sala 5. Tatu, an tuaddi az-zakat, toa zaka ya mali yako kama unayo. 4, an tasila ar-rahim, unga koo. Haikutajwa saum hapa, na haikutajwa saum sio kwa sababu imeondolewa, haimo katika nguzo za Kiislamu, haikutajwa hapa. Lakini bedui alitaka kuja kujua mambo yaliyokuwa yanaweza yakampeleka peponi. Mtume kataja mambo 4: muabudu Mungu, usimshirikishe na kitu chochote. Na katika hiyo ibada ya kumwabudu Mungu, bila shaka moja katika ibada ambayo amesema ni yangu ni saum. Kwa hiyo hii haikuwa hata na haja ya kutajwa hapa. Sababu hizi zote hizi Mwenyezi Mungu hakuzitaja. Hii asema ni yangu, hii acheni, niachieni mimi. Saum ni yangu na mimi ndo mwenye kujua malipo yake. Kwa hiyo Mtume anamtajia yale ambayo Mwenyezi Mungu hakuyataja kwamba ni yake. Kwa muabudu, usimshirikishe, simamisha sala, toa zaka, unga koo yako. Alipoambiwa vile, Mtume akamwambia fada'i naqa, muache ngamia. Sasa akamwacha ngamia wa Mtume, akaondoka. Mtume akawaambia sahaba, mnamuona yule? Wakasema naam. Akasema wallahi la in istaqama wa adda ma akhbartuhu dakhala aljanna, akiyakamata haya nilomwambia tu, akiyafanya kama nilivyomweleza, anakwenda peponi. Lakini kalitaja jambo kubwa sana, silatur rahim, kuunga koo. Waislamu, kuunga koo. Kuunga koo ni kitu kimoja ambacho leo kimeondoka katika nchi, kimeondoka katika jamii yetu ya Kiislamu. Mtu ana koo aina 2. Kuna koo specific na koo general. Special yani khasa na amma. Khasa ndo hii tuliyoitaja, kizazi kinachofungamana nawe na nasaba. Koo am ni ndugu zako Waislamu wote ambao wanafungamana na wewe na neno la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, nayo hiyo ni koo yako. Sasa katika kuunga koo unatakiwa uzichunge zote hizi. Uichunge koo yako hasa na uichunge koo yako amma. Sasa wewe hukuichunga koo ya wazazi wako, utachunga koo ya Waislamu wenzako. Hukumheshimu yule aliyotoka katika mishipa yake ya damu na kizazi chake na ndugu zake na watu wake, hukuwaheshimu wale. Kweli utamheshimu mtu ambaye mmefungamana naye, mnaonana msikitini tu? Haiwezekani. Lakini unapokuwa unaheshimu koo yako hasa, ndipo unapodevelop ukawa unaheshimu koo yako amma. Na koo hii ya Kiislamu pia inaungwa nayo kwa mema hayo. Mtume kataja hukukul muslim 5 au 6. Raddu salam, akikupa salamu mrudishie salamu, umeunga koo hapo. Lakini unaposema kila apitaye salamu,
kila apitaye sasa mtaitikia wangapi? Kajifungia nyumbani kwako, usikae maskani, usikae barabarani. Watu wanasalimiana kwa sababu ni kutekeleza uungaji wako. Wa idha marida fa'udhu, na akiwa mgonjwa kamzuru, unaunga ko na muombe dua. Tahurun insha Allah, Allahumma ya shafi adhhib albas washfi anta shafi la shifa illa shifaa shifaa la yughadiru saqaman wala alam. Dua zote hizi Mtume katufundisha, unamhurumia. Usiwaambie watoto wenu anaumwa nini baba yenu, malaria, kosheni mikono, kwisha huyo, kwisha. Kuna bwana mmoja aliona anaenda ziara kumzuru mgonjwa, kufika njiani kukutana na watoto wake. Watoto wakamuuliza yuko baba yenu yuko wapi? Akamwambia yuko ndani. Akasema ajarakumullah. Ajarakumullah manaki maneno haya naambiwa mtu aliofiwa, kama poleni poleni. Watoto wakasema la huwa hayyun, hajafa, yuko hai. Anasema sayamutu insha Allah, msijali atakufa tu insha Allah wakati wowote. Maneno kama haya kuvunja moyo. Hakul muslim, unamuombea dua, so ni kitu kidogo, Allah atakuponya. Kisha akifa mfuate. Hili la kuunga koo kufa katika visiwa hivi, hili limechukua nafasi, limechukua nafasi. Sisi ni mahodari sana katika kufuata jeneza, na watu hawasali, wanakuja na jeneza mpaka msikitini, alafu wanaliacha msikitini, wanakaa nje ya msikiti, lakini wamekuja kuunga koo. Wakimaliza kusali walio ndani wanatoka, wanamkamata maiti wao, wanaenda kuzika. Jarimatun la tughfar, dhambi kubwa sana katika visiwa hivi kama hujenda mazikoni. Na mtu awe amekosana na wewe kufa, lakini ukifa atakuja kukuzika. Alikuwa hamsemeshani, mnapitana kama magari mabovu hivi, lakini ukifa atakuja, fulani kafa bwana, maskini. Ulikuwa usemi naye, lakini itabidi nikamzike, ndio kisha kufa, hakuna tena zaidi ya kufa. Mazikoni lazima ataenda. Hawasemeshani, hawatembeleani, hawaozeshani, hawapeani hata mikono, kutizamana hawatizamani, lakini siku ya kufa utaona wamekuwa kitu kimoja. Unatakiwa ungekoo kabla ya kufa. Nasikia kuna bwana mmoja akaambia, bwana unaenda Maka, patana na wote ambao umekosana nao, nenda kaombane nao radhi. Kaambia fulani, bwana siwezi kumsamehe alivyonitenda, abadan. Bwana msamehe, bwana siwezi kumsamehe. Mwenzako anaenda hija huyo, hapana, hatakienda hija, mimi simsamehe. Kaona kazongwa, mashekhe wameenda wamemsemesha, nasema basi mwambieni aje. Kwani atamaliza muda gani huko hija? Anasema anakwenda tu wiki 2-3 atakuwa amesharudi. Sema basi namsamehe kwa muda wa wiki 3 tu, akirudi ugomvi pale pale unaanza upya. Ungekoo msamehe kabisa kabisa. Watu wanasamehewa kwa muda wa ule wa hija tu, ukirudi tunaanza vile vile alifu kwa ujiti. Wasamehewe watu kabla ya kufa. Kuunga koo leo imekuwa ni kifo tu peke yake. Yule mwenye kuja kukuzika, sanda juu yangu, kamzikeni kwenye shamba yangu. Ulipokuwa unaumwa wewe kafuatwa, akamwambia bwana tunataka tupeleke hapo Muhimbili tu, sina kitu. Na si kweli kama hana kitu, hakutaka kukusaidia, lakini anakusaidia ukifa. Ulikuwa wewe una madeni, unadaiwa, nisamehe ndugu yangu, sina uwezo wa kukulipa. Mimi sikusamehe bwana, lakini ukifa anakusamehe. Msamehe akiwa hai aone raha, pengine yeye kutomsamehe madeni, stress ndo zimemuua huyo. Ungemwambia siku ile bwana nimeshakusamehe, angebakia hai huyo. Kuna watu humo wanakufa kwa madeni tu, kila akiwaza mimi mtalipa lini mamilioni haya yote. Mfanyie ihsan, mwambie bwana mimi nakuona hali yako, huwezi kunilipa, nimekusamehe, aone furaha. Lakini leo mtu anapanda pressure na kufilia mbali kwa sababu ya madeni anao. Fanyeni ihsan mapema, sio kwa sababu tena umeona hawezi. Na wengine usema bwana hilo deni lako hilo ndo zaka yangu ya mwaka huu, anaona ile hela haipati tena, anapotelea mbali.
shatoa zaka mimi huko huko, akikubali asikubali potelea mbali. Hapana, silatur rahim ni kitu kingine kabisa. Na watu leo wamelaanika wengi, Mungu asitujalie miongoni mwa hao, kwa sababu ya kutochunga koo, kutoka baba, mama, babu, bibi, shangazi, halo, binti ami, bani ami, na wote hawa ni jamaa zako. Kuwaunga kwa maneno mazuri, ihsani, kutembeleana, kuzuriana, kufanyiana mazuri, akifa unakwenda, yote haya ni ihsani. Wa ati dhal qurba haqqahu, ati dhal qurba, suratu ali bani Israil, ati dhal qurba, mpe aliokuwa karibu nawe haqqahu, ana haki yake, والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. Hii yote ni kuonyesha watu wa karibu na sisi wana haki. Bwana Mtume akasema sadaka ukimpa mtu usomjua ni sadaka, lakini sadaka ukimpa mtu wako wa karibu, koo yako, umefanya mambo mawili, sadaqatun wa sila. Kwanza umetoa sadaka, alafu umeunga koo. Si vizuri kabisa watu wako wa karibu ikawa hata uwezi kuwaunga kwa maneno hata mazuri, kilima kizuri. Kama huna hela, maneno mazuri unayo. Kama huna maneno mazuri, unaweza ukawasaidia. Kuna kazi yoyote ya kusaidia pale, babu anataka nini, bibi anataka nini, jirani anataka nini, muislamu mwenzangu anataka nini, fanya kitu fulani, silatur rahim. Ikiwa kuna hadithi ambayo ni muhimu sana kwa leo kuifanyia kazi ili kubadilisha maisha yetu, basi itakuwa hadithi hii mujazul mabna, majengo yake madogo, adhima almaana, lakini maana yake kubwa. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, atakayetaka riziki yake kunjuliwe, wa yunsa lahu fi ajali, na muda wake wa kuishi uwe mrefu, falyasil rahimahu, aunge koo yake. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم اصلح شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم رب السماوات وما أضلل ورب الأرضين وما أقلل. اللهم إنا نسألك أن تخرجنا من الشقاوة إلى السعادة، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الذل إلى العز، ومن السخط إلى الرضا، من النار إلى الجنة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخيرات كلها، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Ilahi nikubali, nisamehe sinidhili. Ilahi nikubali, nisamehe sinidhili. Unipena jema hali, mwishoni wena rasuli. Ilahi nikubali, nisamehe sinidhili. Unipena jema hali, mwishoni wena rasuli. Ilahi nikubali, nisamehe sinidhili. Ilahi nimekujia kwa imani na yakini, upate kunifutia dhambi zilo kitabuni. Mimi nimetubia, nikubali rahamani. Ilahi nikubali, nisamehe sinidhili. Unipena